Asante kwa mtumishi wako ambaye umekuwa hapa ili apate kunena nafsi zetu. Naomba Bwana anapoandika neno lako ndani ya roho zetu, wacha likawe neno ambalo umelitarajia kwa siku ya leo Jehova. Asante kwa nenda kutumia kwa kiwango cha juu, nenda kumuongoza, nenda kumtawala Bwana. Anaponena nasi Bwana katupe understanding tukapate kuelewa neno lako. Neni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Usimame. Mama Evelyn na Mrs. Isaac, nataka mkuje mkaa hapa mbele, watu wakisonga mbele, tusonge mbele. Nataka mkuje mkaa hapa mbele. Mrs. Isaac kwa au kaa hapa na mzee wako. Tumoja anaanza kufundisha Sunday school. Na maanisha kwamba hapo basi unaanza kuingia kwa. Naweza kusonga hivi. Acha kaa hapa sawa. Kuja mkaa hapa mama. Na watu ambao wako kwa mbali tunasonga karibu katika jina la Yesu Kristo. Songa karibu. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka watu wasimame. Hata kama uko na mtoto simama na mguu kwa miguu zako. Yaani kuna watu wanakuja tu kupumzika kanisani. Anakuja tu waje nikuja kupumzika kanisani. Yaani nikielimisha ni Mama ni bila nataka nakuwa nakaa hapa mbele kabisa hapa kwa hiyo. Namuona, nataka nikuwe namuona. Kaa hapa mama ni mimi na hapa kwa hiyo kiti. Yes. Kila wakati ukikuja unakaa kwa hiyo kiti yangu. Unasikia? Yes. Yesu
mkono wako tu, mwambie Bwana, nakuhitaji wewe peke yako. Yesu, nakuhitaji wewe peke yako, ndio nahitaji. Wanadamu wamenigeuka, wenye nilidhani watanisaidia wamenigeuka. Nakuhitaji wewe. Hata baba nilidhani aliponizaa atanisaidia, amenigeuka. Nakuhitaji wewe Yesu peke yake. Nakuhitaji. Adui wamenigeuka, adui wananifuata, ila wewe siwezi. Nakuhitaji Yesu, nakuhitaji. Hata ndoa nilidhani itanisaidia, lakini haijanisaidia, imeniongeza kidonda. Nakuhitaji Yesu wewe peke yako. Asubuhi ya leo nakuhitaji, mchana wa leo nakuhitaji. Nakuhitaji Yesu wewe peke yake. Nakuhitaji wewe peke yako. Nataka uombe, mwambie Mungu nakuhitaji. Nakuhitaji asubuhi ya leo. Nakuhitaji Yesu. Asubuhi ya leo nakuhitaji. Asubuhi ya leo nakuhitaji kama kanisa. Hatuhitaji vitu vingi. Hatuhitaji fedha na dhahabu. Bali we want encounter with you. We want encounter with you. We want to be encountered 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 with you. This morning we want to be encountered with you. Jesus, we need you. As a church we need you. People have betrayed us. People have been betrayed us. Oh, yes, Lord. Jesus, we need you. Bwana tunakuhitaji. We need you this morning. Tunakuhitaji asubuhi ya leo. We can't make it without you. Hatuwezi bila wewe. Natubalanzie. In the name of Jesus. Acha tubalanzie microphone vizuri. In the name of Jesus. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Asante Bwana. Tunakuabudu. We honor your name this morning. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Nataka ukaweke kiti vizuri na uketi tunaposikiza neno kwa ufupi. Wala nataka vitu ambazo ziko mbele zako ziko free. Yaani tukisema kiti iko mbele zako tuhakikishe kimejazwa. Hiyo ndio inakuwa kanisa inakuwa in order. Kiti iko mbele yako na hakikisha kimekaliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna kiti kwa mbele zako, hakikisha kwamba umekikalia katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunashukuru kwa sababu Mungu ametupenda. Mungu ametuwezesha kufika mahali hapa. Unajua kanisa, watu wanapokuja kwa kanisa, ndio mimi nakuwa very sensitive. Leo mtu anapokuja na kanisa anakuja na kilio chake. Na the moment washirika kama viongozi tunabadilisha kanisa,
kuwa tena pahali pa kuongeza vidonda kwa watu, then hatutakuwa tunatimiza andiko kanisa ni nini. Bwana asifiwe. Watu wanapogada, wanapokutana mahali hapa, mtu amekuja kwa madhabahu ili kumlilia Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo Mungu anataka tunene na sisi. Ya kwamba mchana wa leo Mungu anataka ainuke na maadui wake watawanyike. Bwana asifiwe. Neno la siku ya leo ni kwamba God to arise and his enemy to scatter. Bwana asifiwe. Yaani kwamba Mungu atatawanyisha maadui wake. God will scatter his enemies. Hallelujah. God will scatter your enemies. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu atatawanyisha maadui wako. Sema amen. Amen. Hata Mungu ako na maadui. So hata sisi wanadamu tuko na maadui. Sasa zingine adui wetu anaweza kuwa baada madhabahu ambayo yameinuka yanatupiga vita, madhabahu ya kwetu. Adui wetu anaweza kuwa damu ambayo tulizaliwa nayo ambayo inainuka. So mchana wa leo Mungu ainuke na maadui zetu watawanyike. Haleluya. Mungu ainuke na atawanye maadui zetu. Ya kwamba Mungu ako na adui. Na tunapoinuka, anapoinuka, anatawanyisha hata adui wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na Daudi anasema katika Biblia ya kwamba in the book of Psalms chapter 68, Zaburi 68, mlango mstari wa kwanza. The Bible says in English, the Bible says, may God arise, may his enemy be scattered. Yaani inamaanisha kwamba Mungu hata huko mbinguni ako na maadui. Haleluya. Wewe kibinafsi uko na adui. Kama Mungu ako na adui inamaanisha kwamba wewe kibinafsi uko na adui. Na unaposimama na kusema ya kwamba Mungu inuka na maadui zako watawanyike. Haleluya. Asubuhi ya leo sijui tuko na mtu anasema ya kwamba Mungu inuka. Ili unapoinuka maadui zangu wanatawanyika. Haleluya. Mungu anapoinuka katika jamii, Mungu anapoinuka katika maisha ya mwanadamu, maadui zake lazima watawanyike. Haleluya. Sijui kama mtu ananisikia kweli. Sijui kama wewe uko na adui. Mimi kama pastor nilikuja hapa leo niko na adui. Lakini nasema ya kwamba Mungu inuka, wadui wa mwangaza watawanyike. Haleluya. Mungu anapoinuka ndani ya maisha yako, adui wanatawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ainuke. Na anapoinuka adui ambao wamekutesa, anaweza kuwa adui wa magonjwa, anaweza kuwa adui mganga ambaye anainuka kwa boma lako. Oh, Mungu anapoinuka asubuhi ya leo, tunasema ya kwamba Mungu inuka, adui zetu watawanyike. Haleluya. Sijui wewe uko na adui, lakini mimi William niko na adui. Na asubuhi ya leo nasema Bwana inuka na maadui zangu ambao wamenitesa watawanyike. Inuka katika masomo yangu. Sasa zingine wewe unaweza kuwa mwanafunzi, adui amekutesa, Lakini asubuhi ya leo, mchana wa leo, nasema ya kwamba Mungu inuka
na maadui zangu na maadui zako watawanyika. Kwa sababu adui zako na adui za Mungu ni the same. Umefanyika kuwa mwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nyumbani kama aupendi baba yangu, tena mimi unipendi. Kama upendi baba yangu au unipendi, Bwana asifiwe. Hauwezi sema kwamba hautaki baba yangu kwa nyumba yako na mimi unikaribisha. Unapokuwa adui wa baba yangu na mimi tena mwana wa adui yangu. Adui wa Mungu anapoinuka na kuangamiza adui wake, wataangamiza adui wako katika maisha yako. Asubuhi ya leo nainua kama kuhani nikisema ya kwamba Mungu anapoinuka watatawanya maadui zako katika jina la Yesu. Daudi anasema ya kwamba inuka, may God arise, may his enemy be scattered. Yani Mungu anapoinuka, Daudi anasema watu maadui ambao wametesa Daudi anasema ya kwamba unapoinuka Mungu, adui ambao wamenitesa hata wanatawanyika. Haleluya. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa maadui wa magonjwa. Mungu anapoinuka anatawanyisha magonjwa katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Mungu anapoinuka, mambo ambayo yamekutesa katika maisha, mambo ambayo yamekushika nyara, wakati ambao walienda wakagangua wakasema ya kwamba utaendelea. Mchana wa leo kama kuhani nasema ya kwamba may God arise and scatter the enemy in your life. Yani Mungu anapoinuka, tuko na mambo ambayo yamekutesa. Mungu anapoinuka mchana wa leo anatawanya maadui, anatawanya uganga, anatawanya laana ambayo imekutesa kwa miaka. Hallelujah. Amen. May you arise and may your enemy be scattered. Amen. Mungu anapoinuka adui zetu watatawanyika. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sema hallelujah kwa sauti. Hallelujah. Biblia inasema ukiendelea, may his fall flee before him, may you blow them away like smoke as the wax made before the fire. Soma kwa Kiswahili. Zaburi 68 mlango wa kwanza. Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika. Nao wamchukiao hukimbia uso wake. Wale ambao wanamchukia. Haleluya. Adui ambao wanakuchukia wewe pamoja na jamii yako, Mungu anapoinuka wanakimbia. Haleluya. Mungu anapoinuka wanatawanyika. Haleluya. Wale ambao wamekuja na madawa kuangamiza, Mungu anapoinuka wanatawanyika. Sema amen kwa nguvu. Hiyo ni amen ya kufukuza adui kweli. Sema amen kwa nguvu. Haleluya. Mungu inuka, tawanya adui zetu. Adui ambao wamemtesa, Mungu anapoinuka anasema ya kwamba inuka, na wale ambao wanakuchukia hawatakuwa watatawanyika. Haleluya. Mchana wa leo wale ambao wanachukia maisha zetu, wale ambao wanachukia yale ambayo tunatenda kwa uzuri lakini hawataki tuendelee, tunasema ya kwamba Mungu inuka na maadui hao watawanyike. Haleluya. So adui wa Mungu, nimesema kwamba sisi tunapokubali Yesu kuwa mkombozi wa maisha yetu, tunafanyika kuwa wana. Na tunapofanyika kuwa Bwana, baba yetu ambaye ni Mungu anakuwa baba. Haleluya. So maadui zetu na maadui za baba ni watu wa mtu mmoja. Bwana asifiwe. So adui wanapofamia baba yetu
wanapovamia watoto. Baba anaposema ya kwamba inuka na inuka, anapoinuka na kuwatawanyisha, anatawanyisha maadui zake zote. Haleluya. So mchana wa leo tunasema ya kwamba Mungu inuka na utawanyishe maadui zetu katika jina la Yesu Kristo. Soma mstari wa 2. Kama moshi upeperushwavyo ndivyo upeperushavyo wao, kama nta ayukavyo mbele ya moto ndivyo waovu wapoteavyo usoni pa Mungu. Haleluya. Yaani Mungu atainuka na atatawanyisha maadui zetu. Haleluya. The Bible says the way the fire works. Tuko na ile nini ya na mend. Bwana asifiwe. Mshumaa. Vile na mend. Ndio Mungu ataangamiza maadui zetu. Haleluya. Tunaambia maadui kwamba imetosha. Siku ya leo hapana, Mungu anainuka. Haleluya. Siku ya leo Mungu anainuka. Na anapoinuka anatawanyisha maadui ambao wanatutesa. Sasa zingine wanaweza kuwa maadui ya magonjwa. Sasa zingine wanaweza kuwa adui laana imetushika. Laana za ukoo wetu imetushika. Lakini asubuhi ya leo tunasema Mungu inuka na maadui zetu watawanyike. Madhabahu ambayo imekuwa ikinena ndani yetu, hiyo ni madhabahu za kwetu, madhabahu za umaskini. Tunaambia Mungu ya kwamba inuka na umaskini utawanyike. Haleluya. Haleluya. Inuka na uchovu, madhabahu ya uchovu, watu ambao wataki kuja kanisani. Wanaweza sifiwe. Uko na watu hawataki kuja kanisani. Madhabahu ambao yanafanya kama maombi utaki. Tunaambia Mungu inuka na utawanyishe madhabahu zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. One of the policy ya hii kanisa na utaiweka iko tight sana. Watu kuchomeka, kuna watu wanachezanga games kwa simu hapo mwenzi. Game anataka na mtu anamwambia ndani nikaa pasa sasa na anaubi. Huyo ni adui. Sasa unaambia simu, Mungu inuka na adui wangu akusikiza neno atawanyike. Amen. Bwana asifiwe. Unaambia Mungu inuka na huyo adui wa simu atawanyike. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Hesabu mlango ni wa 10 mstari ni wa 35. Biblia inasema wherever the ark set out, Moses said, arise, Lord, may your enemy be scattered. May your forces flee before you. Hallelujah. Hata Musa alisema ya kwamba agano, sanduku la agano lilipokuwa linatembezwa popote ambapo adui amekuwa akiwatesa, wangeenda kuleta uwepo wa Mungu. Hallelujah. Sanduku la agano limekuwa inaashiria uwepo wa Mungu, the presence of God, the glory of God, utukufu wa Mungu. Popote ambapo ilikuwa imewekwa, maadui ambao walitesa wana wa Israeli, walikuwa wanaangamizwa. Inasema kwamba Musa akasema kwamba Mungu inuka, maadui ambao wametutesa watawanyike. Haleluya. Unaweza kuwa umeteswa kwa muda, unaweza kuwa umeteswa, lakini mchana wa leo na kuletea habari njema ya kwamba Mungu anapoinuka maadui wako wanatawanyika. Mungu Musa akasema
Mungu atakapoinuka wewe utaangamia. Akasema ya kwamba wewe utakuja na vifaa zako, utakuja na silaha, utakuja na experience, lakini mimi ninamwinua Mungu kwa ile neno. Namwinua Mungu. Akasema ya kwamba nitakuja na Mungu, nitakuja na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So mchana wa leo lazima nikuwe na mtu anasema ya kwamba Mungu inuka na maadui zangu watawanyike. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema katika kitabu the book of Acts chapter 23 verse 12. Kumbukumbu ya Matendo ya Mitume. Ndio sasa. 23 tusome hapo. Kuanzia mstari wa 12. Okay, Matendo ya Mitume 23 mstari wa 12. Ulipopambazuka Wayahudi wakafanya mapatano. Wakajifunga kwa kiapo kwamba, sikiza, nataka usome hapo vizuri na usikie. Sikia vile adui zako wanafanya gani. Na wasema ya kwamba hawatakula hata kunywa. Hata Paulo wakasema kwamba hawatakula wala kunywa kuhakikisha kwamba Paulo ameangamizwa. Somea basi. Yes, kulipopambazuka Wayahudi wakafanya mapatano. Wayahudi wakafanya mapatano. Mapatano inamaanisha kwamba wakatengeneza agano. Haleluya. Haleluya. Amen. Wakakaa chini. Tuko na watu ambao watu wazee walikaa na wakasema ya kwamba jamii ya Ondeo haitaendelea. Na wakaweka agano. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani mzee wakasema kwamba mzee Joseph atapiga hatua, atakufa kwa ulevi. Maadui wakakaa wakasema ya kwamba mama Esther ataendelea. Yes. Endelea. Yes, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Mpaka wamuue Paulo. Sasa Katharina yake nasema namna gani? Hata wamuue Paulo. Kwa lugha ambayo tunaelewa, mpaka wamuue nani? Paulo. Wakasema ya kwamba hawatakula wala kufanya nini? Na wewe hapa unakula kuanzia asubuhi mpaka wala sio. Ukisema kwamba kuja uombe, dai kuombe. Tuko na maadui wamekaa, wanasema ya kwamba hawatakula wala kunywa, lazima watoto wako wakuwe wajinga wote. Wamekaa wakasema ya kwamba watahakikisha ndoa yetu sisimame, watafunga na kukunywa kuhakikisha kwamba ndoa yako isiendelee, uendelee kulia. Wamefunga na kukunywa kuhakikisha kwamba usiwahi pata kazi. Na ni ukweli haupati kazi, kwa sababu wewe alikukula na kukunywa, unakunywa tu na maadui zako. Biblia inasema kwamba Paulo wakasema hawa ni Wayahudi ambao wako wanataka neno la Bwana, ambao wako wanataka Paulo aendelee. Haleluya. Na umejua Paulo ndiye alikuwa mtume. Ikiwa maadui wanaweza kaa, haleluya, wakaa waseme ya kwamba wewe auendelee. Waseme ya kwamba watengeneze agano.
Una wale ambao wasikiki Kiswahili vizuri. Wengine wasikiki Kiswahili. Sasa lazima tuwasomee Kiingereza wasikie. Wasikie ni kitabu inasema. Hao watu walikaa wakasema, the next morning some Jews formed a conspire and they bound themselves with an oath not to eat or drink. Hallelujah. Until they have killed Paul. Sasa hiyo Kiingereza inaleta vizuri. Until they have killed who? Paul. Yet they made a covenant, an oath. And they say that we shall not eat. Sijui walijifungia wapi. Maadui zetu wamejifungia pahali. Wanasema ya kwamba hawatakula. Lazima walete tito chini. Waida kwamba kicha tu. Sijui kama unasikia nasema. Tuko na watu adui wamekaa na kusema Alex hatawahi endelea. Wanaweza sifiwe? Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Wanaweza sifiwe? Amen. Nataka usimame na useme amen mara tatu nikaa chini. Sema amen 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 mara tatu. Amen amen amen. Amen mara tatu nasema amen baba. Amen nasimama. Amen baba. Amen nasimama. Hivyo mara tatu. Amen. Nakaa chini. Amen. 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 Nataka uinuke na useme Mungu inuka na utawanyishe maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu. Mungu inuka. Tawanyisha maadui zangu. Inuka Mungu. Tawanyisha maadui. Katika boma langu. Tawanyisha maadui. Katika moja tawanyisha maadui. Piga makofi. Piga makofi. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui za uchawi. Tawanyisha. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha. Inuka. Tawanyisha adui. Inuka Bwana. Inuka Mungu wangu. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Katika maisha yangu. Katika watoto wangu. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha adui. Tawanyisha adui. Tawanyisha adui. Tawanyisha adui. Ukae chini kidogo. Nasema ya kwamba tuko na watu ambao wanasema ya kwamba hawatakula na kunywa na wanatengeneza agano ili wewe usipige hatua. Wanasema ya kwamba ndoa yako haitaendelea, na wamekaa wanasema tutafunga, na walipoanza kufunga ni ukweli mivurugano iliingia kwa ndoa na mkacha. Ukasema mimi nitakuachia watoto sasa, mimi na wewe ukaenda kupiga marangi hapo kidogo kwa plot. Na wakapiga makofi. Wakasema ya kwamba sasa tunaweza kula. Tumeshinda. Lakini mchana wa leo tunasema ya kwamba Mungu inuka. Tawanya maadui zetu. Mungu utakapoinuka, adui zetu watatawanyika. Mungu utakapoinuka, adui zetu watatawanyisha. Mungu utakapoinuka, adui zetu watatawanyishwa. Maadui za agano tunazitawanyisha. Maadui ya mapepao tunaitawanyisha. Adui ya damu tunaitawanyisha katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba inuka, tawanyisha adui zetu. Unapoenda nyumbani utasema kama Daudi, Mungu inuka, tawanya maadui zako.
sababu wewe ni baba, wewe ni mtoto wa baba. Mungu anapotawanyisha maadui, anatawanyisha maadui zako. Haleluya. Adui walisema ya kwamba hawatakunywa mpaka wewe utoke kwa hiyo pombe, lakini neno limekuja linasema ya kwamba inuka Mungu, inuka. Rima kura baba, inuka, tawanyisha maadui zangu. Maadui ambao wameinuka pelo wanataka kupiga vita kanisa lako. Mungu tawanyisha maadui zako. Inuka Bwana, inuka Bwana. Nimelia ya kutosha. Inuka, inuka. Imetosha, imetosha. Inuka. Tawanyiza biashara. Nitaanza biashara vizuri. Magonjwa yatakuja yaangamize biashara zangu. Kwa sababu waliniona nikaanza biashara, wakasema hawatakula wala kunywa, lazima wahakikishe kwamba wameniangamiza. Lakini mchana wa leo nasema Bwana inuka, tawanyisha maadui zangu. Sijui kama wewe uko na pamoja na mimi. Inuka, inuka Bwana, tawanyisha maadui zangu. Biblia inasema kwamba na wakakaa wakasema lazima tuangamize huyu jamaa ambaye anaitwa Paul. Basi tunashukuru Mungu, adui wanaweza inuka, lakini Mungu hawatawanyishi. Haleluya. Adui walipoinuka kumaliza Elisha, haleluya, walikuja na silaha kusema ya kwamba tunaenda kumaliza Elisha. Mfanyakazi Gehazi akakimbia akaangusha Elisha. Sikia mtumishi, wewe unalala, lakini tumevamiwa na adui. Biblia inasema kwamba Elisha akamwambia Gehazi, sikia, tuko na mweru ule ambaye akiinuka maadui zetu wanatawanyika. Rako za tarababa. Adui zingine wamekuja kwako. Na umejua Mungu anangoja maadui wakuja wafike. Haleluya. 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 Shadraka, Abednego wakatengeneza moto, wakasema ya kwamba tunataka kumaliza vijana wote. Shadraka, Meshaki, Abednego, lakini wakasema hata kama Mungu atainuka kwa hii neno, tumejua atainuka, hatutaabudu hizi miungu, lakini tumejua Mungu atainuka atatawanyisha hata hii moto, kwa sababu yeye ni moto. Bwana asifiwe. Yeye ni moto. Haleluya. Biblia inasema kwamba wakawabeba wale maadui ambao waliwabeba kuwaweka kwa moto, Mungu akawameza. Haleluya. Haleluya. Si Mungu ameze maadui zako. Adui ambao wameinuka katika maisha yako, wanataka wakuangamize, wanataka kila wakati kuunalia. Mchana wa leo kama kuwa ninainuka na neema ambayo Mungu amenipatia, neema ambayo Yesu Kristo alinipatia, nainuka, natawanyisha maadui, natawanyisha maadui, natawanyisha maadui, maadui ya kilio ambao wanakusababisha unalia, natawanyisha maadui, na watawanyisha, na watawanyisha, na watawanyisha, na watawanyisha, na watawanyisha katika jina la Yesu. Inuka, inuka Bwana, inuka kwa maisha ya huyu mama, inuka kwa maisha ya huyu msichana. Adui ameingia, adui anaweza ingia na akamata watoto wako wote. Watoto wanakuwa hapo ulele, hawana mbele wala nyuma. Tunasema Mungu inuka, inuka kwa watoto wetu, inuka, inuka. Adui wa bangi, adui wa pombe, tunaambia Mungu inuka, inuka,
Inuka, inuka, inuka, tawanyisha adui zetu. Scatter them, scatter them, scatter them, scatter them. Tunasema kwamba Mungu inuka. Sio wewe uko ndio baba. Lakini mimi niko na kidogo. Namwambia Mungu inuka. Kwa sababu siwezi bila wewe. Maadui wataniangamiza. Maadui wamenizingira. Hawakuni wala kula. Wamesema lazima tuhakikisha kwamba tumeweka chini huyu pastor. Rimako shamba baba. Awali hawakuni. Wanasema lazima wahakikishe wametuweka chini. Lakini tunasema Mungu inuka. Inuka. Na utakapoinuka, maadui zako, maadui zetu watatawanyika. Oh Lord, arise. When you arise, our enemy will not put us down. Ukiinuka Bwana, maadui hawatakuweka chini. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, naambia Mungu inuka. Inuka Bwana. Inuka kwa sababu adui wametuzingira. Adui wametuzingira. Lakini tunamwambia Mungu asubuhi ya leo, inuka and scatter our enemies. Unapoinuka, ndoa yangu itasimama. Utakapoinuka, utakapoinuka, ndoa yangu itasimama. Utakapoinuka, watoto wangu wataendelea. Utakapoinuka, mke wangu atapata kazi. Utakapoinuka, nitapata mtoto. Utakapoinuka, nitapata ndoa. Kwa sababu adui wamenisema kwamba hawatakula wala kunywa mpaka waone nimezeeka. Wameenda kwa uchawi wao ya kwamba nisioleke, ya kwamba nisipate kazi, ya kwamba nisisome. Wameenda kwa uchawi. Mimi waliinuka kwa maisha yangu, wakainuka kwa masomo, lakini kila wakati ningeambia Mungu inuka. Na wacha maadui zangu waangamie. Na nikaona Mungu. Jana wa leo naweza kumwambia Bwana inuka and scatter my enemies. Mungu atakapoinuka, kilio ambacho umelia kwa muda kitafika mwisho, kwa sababu Mungu ameinuka. Umaskini ambao umetumaliza kwa muda, mambo gani ambayo yanafanyika wakati Mungu anainuka? Tuko na mabadiliko. There will be change. Tutakuwa na mabadiliko Mungu anapoinuka. Tutakuwa na mabadiliko ya afya katika maisha yako. Tutakuwa na mabadiliko katika jinsi ambavyo unavaa.
kupatia uvivu ya kuja sana. Lakini hapo Mungu anapoinuka, mabadiliko yanaanza kutendeka kwa watoto wako. Mabadiliko yanaanza kutendeka hata kwa ndoa. Hata kwa ndoa tunaanza kuwa mabadiliko. Maana kama mzee sasa anaanza kuja na akakota nayo kwa mfuko. Anakuja nao na kanyama. Anasema baby ndio kutengeneza nayo. Je, kwa hiyo neno kuanzia mwanzo ndoa. Ndio unasikia mzee za baby nimetengeneza na kitu hapo naweza kaanga ile kafukafu kwa tukule tunani. Wanaweza sivyo? Yaani Mungu anapoinuka na aangamiza maadui wako, mabadiliko yanaweza kuonekana. Amen. Hata siku ambao unakuja kanisani Sunday, unakuja mapema kwa sababu tuko na mabadiliko. Amen. Mungu ameangamiza maadui ambao awaweka makambu kwa miguu. Unakuja kanisani. Haleluya. Mungu inuka. 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 Mungu anapoinuka tutakuwa na ufanisi. Tutakuwa na ufanisi. There will be success. We shall move forward. Hatutarudi tukirudi nyuma. We shall not remain stagnated. Hatutakaa tumekaa hakuna mabadiliko. Mungu anapoinuka na kufurusha adui katika maisha yetu, tunakuwa na forward, tunakuwa na ufanisi katika maisha yetu. Jana wa leo tunasema ya kwamba Mungu inuka. Kwa mimi kuinuka, kwa mimi kuendelea kwa biashara, kwa ndoa yangu kusimama, nasema Mungu inuka katika jina la Yesu. Sema amen. Inuka. Inuka katika vitu zetu katika jina la Yesu. Inuke. Ambia Bwana inuka. Inuka, inuka, inuka. Inuka katika ndoa yangu. Inuka katika jamii yangu. Inuka katika watoto wangu. Inuka, inuka, inuka. Inuka, inuka. Riba kuza. Inuka Bwana. Inuka Mungu wa rehema. Unakapoinuka katika maisha yangu. Baba inuka. Inuka Bwana. Inuka, inuka jemadari. Inuka katika jina la Yesu. Yesu atakapoinuka, wewe utafanikiwa. Utafanikiwa ni kwa sababu maadui wamesema ya kwamba watakula na kunywa, kuhakikisha ya kwamba wamekuangamiza. Lakini mchana wa leo tunasema ya kwamba Mungu inuka. Inuka katika maisha yako. Baba inuka. Baba inuka. Baba inuka. Yesu inuka. Yesu inuka. Yesu inuka. Yesu inuka. Inuka Bwana. Tawanyisha maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu. Maadui ambao wamenitesa. Tawanyisha, tawanyisha. Tawanyisha, tawanyisha. Tawanyisha maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu Bwana. Tawanyisha maadui zangu. Tawanyisha maadui zangu. Inuka Bwana, inuka. Inuka katika maisha yangu. Inuka katika masomo yangu. Inuka katika ndoa yangu. Inuka Bwana. Baba nakuhitaji. Nakuhitaji uinuke. Hata kwa hizi na sinahitaji uinuke. Baba uinuke, uinuke. Baba siwezi bila wewe. Baba inuka, inuka. Inuka Mungu wangu. Inuka, inuka. Inuka, inuka. Sikiza. Nataka ukuwe na nguvu. Nataka ukuwe na nguvu. Tunataka tumuite Mungu inuka na tupige makofi na tuanze kusema tawanyisha maadui zetu. Tawanyisha maadui zetu. Tawanyisha maadui zetu. Tunaenda kuita Mungu inuka. Tawanyisha maadui zetu. Mara ya kwanza unataka useme mara ya 7. Mara ya 7
na mara ya 7 upiga makofi ukimlilia Bwana tawanyisha maadui katika jina la Yesu Kristo. Mara ya kwanza sema inuka. Tawanyisha maadui zetu. Oh, inuka. Tawanyisha maadui zangu. 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 Sema inuka. Tawanyisha maadui. Piga makofi. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Nataka uone. Ukimaanisha wewe. Nataka uone. Ukimaanisha tawanyisha. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Tawanyisha maadui. Wewe
Shika mtu mkono, shika mtu mkono, shika mtu mkono, shika mtu mkono, shika mtu mkono. Lazima until God arises. Until God rises. The moment God is going to arise. Oh, our enemy, they will not stand it. They will not stand it. We want to call God. God into our eyes. God is scatter enemy. Dakika moja nataka umshike rafiki yako mkono. Waseme Mungu inuka. Inuka. Sema inuka. 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 Inuka Bwana. And scatter. Oh, scatter. Tawanisha. Tawanisha maadui. Tawanisha maadui. Tawanisha maadui. Haraka moja tawanisha. Tawanisha, tawanisha. 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 Oh, Baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Tawanisha. Nasikia Mungu akisema ameponya, toa hapa, ameponya magonjwa. Ndio wewe una jambo na Yesu. Baba asante. Asante kwa kutawanyisha maadui zetu. Asante Bwana kwa kutuweka huru. Asante kwa kusafisha tena. Baba wewe ni mwema. Wewe ni mtakatifu. Uinuliwe na upewe sifa. Ndio kwa hapa mahali hapa uko mgonjwa. Nataka kuja hapa mbele nikuweke mkono. Katika jina la Yesu. Kuna magonjwa ambayo yanakusumbua. Nataka ukimbia hapa mbele. Mmoja. Nasikia Mungu akisema kama anakuponya katika jina la Yesu Kristo. Kuna magonjwa ambayo yanakusumbua kwa muda. Mungu akiwaponya, ametawanyisha adui wa magonjwa. Mungu inuka, tawanyisha adui wa magonjwa. Inuka Bwana, inuka Bwana, tawanyisha adui wa magonjwa. Oh, magonjwa zote inuka. Tawanyisha maadui ambao walifunga wakasema kwamba lazima maisha ya mili yaangamie. Tunatawanyisha maadui. Tunawatawanyisha ambao walisema mume wake hata tawanyisha maadui ya migongo. Tawanyisha. Oh Lord, Baba kama tawanyisha maadui wa mwetu. Rekata. In the name of Jesus, blood of Jesus, receive healing. Pona kwa jina la Yesu, tawanyisha magonjwa.
magonjwa ya mifua tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Mpaka maisha walete chini, maisha ya jana tunawatawanyisha na moto wako katika jina la Yesu. Wanapomwona ameinuka katika madhabahu, wanakaa wanaanza kufunga. Baba, tunainuka wote medani, inuka na uwatawanyishe katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante kwa uponyaji. Oh Lord, inuka Bwana, inuka kwa maisha ya mama Eunice katika jina la Yesu Kristo. Inuka rakuza limakuza, inuka, inuka, muondolee kilio. Oh Lord, uchawi, uganga tunazimoa katika jina la Yesu. Inuka, tawanyisha maadui hayo, tawanyisha magonjwa ambayo yanatokana na uchawi, tunayatanganisha katika jina la Yesu. The blood of Jesus, blood of restoration, in the name of Jesus. Kasa tunamtakasa Bwana, tunamtakasa Baba. Huyu mama amebarikiwa, tunamwinua, tunaing'oa madhabahu zingine, madhabahu ambayo si madhabahu zako katika maisha yake. Inuka na utawanyisha haya madhabahu katika jina la Yesu. Asante Bwana, unamponya, unamponya Bwana, unamponya makosa. We call total healing to this lady, precious. Total healing in her body. Inuka Bwana, huyu mtoto ndiye aliyesababisha Bwana mwana ukafanyika kwao, maadui hawataki alani. Baba, inuka, 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 tawanyisha maadui zake. Unapoinuka Bwana, maadui zake wanatawanyika katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante, asante kwa masi Baba, asante kwa huyu mama Baba, unamtakasa. Wewe ndiye uko na haki na maisha. Inuka Bwana, magonjwa yatamtesa tena katika jina la Yesu Kristo. Natangaza Bwana neema yako katika maisha yake, uponyaji. Asante. Inua tu mikono zako na hapo kuombea ombi la mwisho. Wale ambao wako nyuma, inua tu wainulie mkono, wasaidie kwa imani Baba, katika jina la Yesu. Na watangazia hawa uponyaji katika miili zao katika jina la Yesu Kristo, na bariki. Amini. Piga Yesu makofi. Wewe umepona. Umepona. Muaminie Bwana, umepona katika jina la Yesu. Umepona katika jina la Yesu. Umepona. Umepona.